Habari ya saizi? Ni njema. Tangulize kuwapa pole kwa msiba mzito huo. Bado tunashukuru sana. Tunaomba ujitambulishe jina lako kamili na utufahamishe uhusiano wa kifamilia na hayati Kardinali Pengo. Nashukuru sana mwanahabari, mimi naitwa Deo Nkoko, japo nimezoeleka sana kwa jina la Baraka Nkoko. Hayati Kardinali Polycarp Pengo alikuwa mjomba wangu. Wewe binafsi, lakini na familia kwa ujumla na ndugu wote, mmepokeaje msiba huo? Kiukweli tumepokea taarifa hizi kwa huzuni na majonzi, ni habari za masikitiko. Kwa kweli tumeumia. Tupo katika kipindi cha huzuni. Poleni. Asante. Maisha ya Mwazama ndani ya familia yalikuwaje kwa ujumla? Yaani tukiacha maisha yake kama askofu na kardinali, lakini yeye kama mmoja wa wanafamilia. Kiukweli kwa namna ninavyomfahamu mjomba wangu ambaye sasa ni marehemu, moja ya vitu ambavyo naona alifanikiwa sana ni uwezo wake wa kutofautisha nafasi yake kubwa ya uaskofu, ukardinali na nafasi yake kama mwanafamilia. Akiwa na sisi nyumbani kwenye familia, tulionja kuwa na mwanafamilia kweli, kwa sababu alishiriki shughuli zote za nyumbani, za ndani, za mazingira, na tukaonja kwamba anatupa nafasi ya kushirikiana na mwanafamilia mwenzetu, wala sio kama mtu mwenye cheo kikubwa ambaye sasa ni kardinali, ni askofu. Hapana. Kwa hiyo alikuwa ni mwanafamilia kweli. Asante. Kwa upande wako binafsi, unamzungumziaje Mwazama Polycarp Kardinali Pengo kijamii hata katika kifamilia? Kiukweli mwanahabari, kwanza mjomba wangu tumetofautiana sana umri wangu na wakwake tuko mbali sana, lakini kichukulia nilipoanza kumtambua sana kumwelezea zaidi ni kipindi cha upadri wake. Alianza kama padri, baada ya hapo akawa gombela wa seminari ya Segerea, na tokea hapo akachaguliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea Tunduru Masasi, na tokea hapo akachaguliwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa namna ninavyomfahamu kifamilia, si tu kwamba amekuwa na nafasi kubwa kwenye familia, lakini namtambua kama mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kanisa, hasa kanisa letu, kanisa Katoliki. Amekuwa na mchango mkubwa, na hata alivyofariki nimekuwa nikitafakari mbegu ambayo sasa imeanza kuonekana. Kama wanafamilia tumeona ile mbegu ya kuwa karibu na kanisa. Kuna watu ambao wanaonekana wanafuata nyayo. Kuna wajukuu zake, tunaye Padri Modest Edgar Pengo ambaye sasa ni padri yupo Arusha, lakini tunaye Kilian, wote ni wajukuu ambao nikitafakari naona tayari wamerithi. Kwa hata kama tunaona pengo lake, lakini kuna hali fulani ya kujivunia mchango wake kama wanafamilia, kwa sababu kuna mbegu imeanza kupandwa na tunaamini hii mbegu itaendelea. Unaona pengo gani kubwa zaidi kifamilia kufuatia kifo cha Kardinali Pengo? Kiukweli pengo lipo, na kama lilivyo jina lake la Pengo, na kama nilivyodokeza, tunavyokuwa naye nyumbani anakuwa na familia kweli. Anashirikiana na sisi, anatupa mawazo, na hata kama akiwa mbali, kwa sababu muda mwingi yeye alikuwa mbali, lakini linapotokea jambo la kifamilia alikuwa hapendi kuachwa nyuma. Tunamshirikisha, na tukimshirikisha anashiriki hata kwa njia ya simu, atatoa mawazo na aishi kutoa mawazo, atafuatilia kujua kwamba je, lile jambo ambalo tumelijadili kama wanafamilia limefikia mwisho kwa kadri ya makubaliano kwa familia ambayo tulikuwa tumeyaweka. Kwa hiyo ni mtu ambaye sasa anapofariki tunaonja pengo lake, lakini bali na kwenye familia kama nilivyosema tena, alibeba nafasi kubwa katika imani. Alikuwa ni kiongozi wa juu katika Tanzania. Sasa hilo pengo nadhani linagusa Tanzania katika swala la imani, katika uongozi wa kidini. Leo ni Katoliki ni pigo, lakini kwa sababu Mungu sasa ndiye anayeziba mapengo, tunaamini ana cha kufanya, Mungu atafanya.
Kwa sababu ya daraja lake, ni wazi mazishi hayatakuwa kijijini Mwazi. Wanafamilia wanajipangaje kushiriki mazishi Dar es Salaam? Ya, ni kweli kwa nafasi yake kama tunavyojua ni ngumu kusema anaweza akazikwa Mwazi. Sisi kama wanafamilia tulitamani azikwe Mwazi, tulione kaburi lake, tuoneshe wajukuu na kizazi kingine, lakini kwa nafasi yake tunakubali ukweli kwamba tunaamini atazikwa Dar es Salaam na tuna amani katika hilo. Kwa hiyo tumeshaanza kufanya maandalizi ya kuhakikisha kwamba tunashiriki kumuaga mwenzetu mwanafamilia. Kwa kama wanafamilia tutafika Dar es Salaam. Mikakati inaendelea, mipango iko vizuri, na hivi tunavyozungumza tayari kuna wenzetu wanafamilia wameshaanza safari. Tuna dada yake ambaye ni mama yetu Helena Pengo, mama Kamsini. Yeye tayari yuko safarini. Yuko safarini na hayuko peke yake, ameambatana na mdogo Mwalimu Jailo, lakini pia ameambatana na kaka yetu Edgar Gaspar Pengo, wako safarini. Na sisi tuendelea kujipanga kufanya maandalizi, wengine wataondoka kesho, tuendelea kuondoka taratibu, lakini mwisho wa yote tuna hamu wote tushiriki na tunajua tutashiriki kuhakikisha kwamba tunamzika mwenzetu kwa heshima yake yote. Bwana Deo Nkoko, wewe ni mmoja wa watunzi nguli sana wa nyimbo za Kikatoliki. Kuna wimbo wowote unaoandaa kwa ajili ya msiba huu? Umesema unguli, lakini unguli wa muziki nadhani hilo tusilizungumzie kwa mahali hapa, ila ukweli uliopo ni kwamba nimekuwa kwa nafasi yangu na shiriki kutunga nyimbo za kuaga wapendwa wenzetu wanapoondoka kama hivi. Isipokuwa tofauti tunayoiona ni kwamba wakati naandaa nyimbo kama hizo kidogo sikuwa na hali kama ya sasa. Kipindi cha sasa kidogo kina ugumu. Nikizingatia kwamba aliyeondoka ni mjomba wangu, ni mwanafamilia na ana nafasi kubwa kama nilivyosema, na mchango mkubwa. Kwa hiyo ni kwangu ninaandaa, lakini katika mazingira magumu. Ila mimi naamini Mungu ndiye anayetuvusha kwenye vipindi vigumu. Kwa hiyo nimelipokea na nimeanza kulifanyia kazi. Wimbo tayari nimetunga, niko kwenye hatua za mwisho za kuupitia. Nimekwisha fanya maandalizi na rafiki zangu waimbaji, na wamelipokea na wao wametoa sapoti, wameahidi kuendelea kushirikiana. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba nadhani kama sio kesho tunaingia studio tukarekodi ule wimbo na tutolee video ambayo tutairusha hewani, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatunza kumbukumbu ya kifo cha mwanafamilia wetu Polycarp Pengo. Nirudie kwa mara nyingine kuwapa pole sana kwa ajili ya msiba huo. Nashukuru sana.